na yeye ana heshima kubwa kwa wengine na kwake mwenyewe. Sasa alipotualika hapa, tukasema lazima tukuje tumsaidie. Alitakana kuja DP Kindiki profesa, lakini mnajua wako katika retreat ya cabinet. Hata kijana wenu Migoso Gamba tulikuwa tumepanga nikuje naye kwa ndege yangu, lakini akabaki huko kwa sababu ya retreat, lakini ametuma salamu zake. Leo tukiwa hapa, wenzangu wameongea maneno mengi na kubaliana nayo ya kuunganisha Wakenya, ya kukemea ukabila, ya kuleta watu pamoja, ya kuhakikisha ya kwamba nchi yetu inabaki united and peaceful. Tunaleta salamu za kila Mkenya mwenye heri njema, tukiambia ndugu zetu wote, hakuna Mkenya ambaye ako adui wa mwingine, na wale ambao wanataka kuleta uadui katika siasa tunawaambia waache hiyo story. Mimi nimekuwa bunge miaka mingi, nimefanya kazi na mzee Moi, nilifanya kazi na mzee Kibaki, nilifanya kazi na mzee Raila, nilifanya kazi na Uhuru tukiwa kwa cabinet ya mzee Kibaki. Na wakati huo wote hakuna wakati tunaweza kusahau kama 2007 ambayo watu walileta mchezo kwa siasa. Hata hapa Borabu mlikuwa na shida. Kweli Rongo? Watu walipigana, tukapoteza watu. Tukakaa Serena. Mimi kutoka hapa tulikuwa na mzee Ongeri, Mutula Kilonzo, rais wa sasa William Ruto, tulikuwa na James Orengo, tulikuwa na Martha Karua. Tukaketi tukasungumuza kuleta uwiano na amani katika nchi yetu. Kwa hivyo mtu yeyote akitaka kuchezea amani yetu, we shall defend it with each and every ounce of energy that we have. Kwa sababu amani has no alternative in our country. Tumekuja kuchangia wamama. Na tukija kuchangia wamama lazima tukumbuke tangu tupige kura iliyopita, tulikuwa mbolea ilikuwa 7,000, sasa ni 2,500. Kwa miaka 2 serikali imeajiri walimu 74,000 au 6. Tangu independence we have never had such a thing. Kwa budget yenye wabunge wamepitisha, tunaenda kuajiri walimu wengine 24,000. Kujaza ifike 1,100 in less than 3 years. Barabara zenye zilikuwa zimekwama hata hapa Kisii, Nyamira zimefufuliwa. Wakulima wa majani chai, wakulima wa kahawa, wakulima wa mahindi, wale wa maziwa wako na afueni sasa. Na sisi tunataka kuona nchi ikienda mbele. Ndio Rais William Ruto amenituma niwaambie, kwanza ni kuwashukuru sana kwa sababu kura iliyopita tulizunguka hata hapa Nyanziongo, tulikuwa na rally mara 2 hapa. Mzee Raila, wengine mkapigia Rais Ruto, na baada ya kura tunasema we move forward as one kujenga nchi yetu. Ndio sasa mnaona tuko na broad based arrangement yenye Mheshimiwa Raila, Mheshimiwa Ruto, sisi zote tuko katika kikapu kimoja cha kuendesha nchi yetu. Ikifika 2027 wengine watajitokeza, but us who are working with President Ruto we say apate 5 tena, ili aendelee kumaliza kazi yake vile mzee Kibaki alifanya term 2, Uhuru akafanya term 2, yeye akimaliza wengine tuko huko nyuma tunangojea. Na tukiingia katika hiyo siasa, wananchi, don't be drawn into conflicts that are not yours. Don't hate people you
you don't even know. Don't hate people who have not even wronged you. Focus on our country. Ndio tunasema kule Nairobi, wale ambao wanaleta furugu na kuharibu biashara ya watu, tunawakemea. People struggle to build lives. Mtu ana duka moja kidogo, ako hapo na stoko yake 1,100, mnaleta furugu, vijana wanakuja, wananyakua yote, wanaenda. Insurance hailipi, mambo ya fujo. So you have crippled somebody who has struggled so much to be somebody. Ndio tunasema nchi yetu hii, hata mapolisi wetu, we can't use an incident of one policeman to condemn the entire police force. Hawa vijana wamesimama hapa ni kuhakikisha tuko na amani. Hawa vijana wamesimama hapa ni kuhakikisha yale mama Jerusha amelia hapa ya kuiba ng'ombe inazuiwa. Hawa vijana wamesimama hapa ni kuhakikisha wakorofi hawaangaishi akina mama usiku, waweze kuishi maisha ya amani. Nikimalizia, wananchi, ni kuwaomba, unajua nyinyi wa Kisii ni watu ya bidii sana. Hata kule kwangu Bungoma, jirani yangu ni mtu anaitwa Mumanyi, mwenye tunaombana chumvi na maji. Ako na kahoteli hapo kanaitwa Salmont. Nikitaka kunywa one for the road, naenda hapo, tunakaa na yeye, tunazungumza. Hajui ukabila ni nini, mimi sijui ukabila ni nini. That is how we should live. Ukienda kule Kitale kwetu, kura iliyopita wa Kisii ulikuwa uko na kura 19,000. Hiyo si kidogo, na huko ndio kwao, hawana kwingine. Kama kuna Muluya au Mkara amekaa hapa ndio kwao. Kama kuna Mkisii kwa Rongai Nairobi, huko ndio kwake. Katiba yetu inasema every Kenyan has the right to own property and live anywhere in Kenya. Ndio tunataka kuhimiza wananchi, tuache mambo ya fitina, tupendane. Huyu mama Jerusha aliniambia yeye anataka kulea kaunti ya Nyamira. Na niko na mama yangu hapa anaitwa Abigail Matini. Huyo mama ndiye chairman wa chama chetu cha Ford Kenya. Tumemnominate mihula miwili sasa, na ndugu yangu Riech na wengine. Huyo mama anataka kulea Nyamira. Mtamsaidia? Mtamsaidia? Lakini mimi naomba watu ya Nyamira, katika assembly yenu mwache fujo. Leo mnapigana, leo mmepigwa speaker, leo iko motion ya impeachment, sijui leo kuna nini. A county assembly that is quarreling throughout will not give service to wananchi. Na tunawaomba wote mshirikiane, even if you have an opinion difference, focus on serving wananchi. Iko msichana wangu hapa anaitwa Nyakerario, Irene, ameniambia dadi, mimi nataka kuhamia Nyamira. Akija mtamkaribisha? Na vijana ameniambia hana bwana. Sasa mmoja ajaribu. Ameniambia anataka kuolewa hapa ni alinde maslahi yetu. Wacha nimalizie hapa kwa kuleta michango ya wale ambao wametuma. Kwanza kuna Waziri Ogamba Migos ametuma 200,000 kusaidia mama. Nasikia wiko msichana yangu hapa anaitwa Emily Nyangarama. Nasikia yeye pia anawinda hapa, leta mchango yako. One watoto wa Bomet amekuja. This is the youngest MP in my parliament. Ni jirani yetu anaitwa Toto. Msichana kutoka hapa Bomet.
dakika moja salimia. Asante sana Dadi.